nataka unifanyie kama mfupi. Alafu ananipigia simu, oya, unajua kila mtu anasema kama mfupi. Nikasema hamna shida. Soko la UMC kwa sasa hivi ni gumu sana. Mtu kamaliza chuo, hana ajira, anajua kuongea, ni MC. Ukiwa inspired na MC mfupi, usifanye kitu kama mfupi 100%. Unajua kuna kipindi ma MC wengi kila aliyekuwa anakuja akawa kama Garabii. Naamini nilipo mimi kuna wengi hawajafika. Inawezekana riziki zao zipo mikononi mwako. Amina. Wanauana, tunasikia kabisa watu wameuana kwa sababu ya mapenzi. Jamaa kamfumania sui nani. Sisi ma MC jamani, sisi sio wahuni. Ila sisi ni wanaume kama wanaume wengine. MC gani yule wewe? Kwani anafanya sherehe ukumbi gani? Na sherehe ya nani? Yeye anafanya sherehe kubwa, yeye anafanya kama nani? Anatumia mdomo gani? Yule jamaa yule video zake chafu sana. Wewe tukikuchekea wewe unarudi studio. Wewe ubaki wewe tukikuchekea utaenda. Hiki ni Kiti cha Ukweli. Karibu kwenye podcast yetu mpya kabisa ambayo inaitwa Kiti cha Ukweli, na leo tumepata mgeni wetu ambao yeye mwenyewe atajitambulisha kwamba ni nani, anafanya nini, na tutajifunza mengi sana ambayo yanahusiana na yeye, yanahusiana na kazi yake na vitu vyote kwa ujumla. Na wale ambao mnatamani kufanya kazi kama yake, mtajifunza vitu vingi sana kupitia yeye. Si mwingine naye anaweza akajitambulisha mwenyewe jina lake ili uweze kumfahamu anaitwa nani. Tuambie mgeni wetu, unaitwa nani na unajishughulisha na issue gani? Kwa majina ambayo nimepewa na wazazi wangu, naitwa Fadhili Juma Njem, lakini majina yangu ya kutafutia ugali mjini naitwa MC Mfupi, na wengi wananiita BLB, baba la burudani. Ndio. Sawa. Sasa unaitwa MC Mfupi, kwa maana wewe unajishughulisha na UMC kwenye issue gani na issue gani? Kwenye unajishughulisha MC kwenye shughuli, kwenye kitu gani? MC Mfupi naweza nikasema ni MC wa matukio yote ambayo yanahitaji mtu wa kuhosti. Ukianza harusi, sendofu, iwe msiba, kuna hizi shughuli za kiserikali ambazo zinahitaji mtu wa itifaki, mambo ya protocol. So mimi ni hosti wa shughuli yoyote inayohitaji kuwa na mtu wa kuhosti. Hata wewe ukitaka bwana leo na shughuli yangu hapa kwa ajili ya ofisi na nini, njoo uhosti hapo. Hiyo ndo kazi yangu na ndio professional yangu. Hapo sawa. Na nafikiri ni kazi ambayo unaipenda. Sasa nataka nijue tofauti na hiyo kazi ya UMC, labda ungepata nafasi au ungefanya kazi nyingine tofauti, unahisi ungefanya kazi gani tofauti na hiyo UMC? Kama nisingekuwa MC, UMC umenikuta nikiwa mkubwa kidogo, lakini tangu nikiwa mtoto, bahati nzuri mimi ni mtu ambaye nimekuwa kwenye mazingira ya sanaa. Nishafanya comedy, nimefanya maigizo nikiwa shule, na hata ukija nyumbani na cheti cha muigizaji bora kishule, comedian bora. Lakini zaidi kabisa ambalo hata kwetu walikuwa wakinitambua, mimi nilikuwa ni moja ya marapa wakali sana, na ndoto yangu ilikuwa siku moja nije kuwa rapa mmoja mkubwa sana. Na hiyo ndoto ya urapa iliishia wapi au ilikuwaje? Ndoto ya urapa baada ya kumaliza form 4, kwa mfano ile 2009 nilikuwa form 3, nimefanya sana kwenye kampeni kipindi hicho. 2010 ndio nimaliza form 4, nikaja Iringa. Kuja Iringa maisha yakatubadilishia system. Kwa wakati huo tukajikuta tumeanza kuingia mara kwenye biashara, mara kwenye nini, mara machinga, mara huku. Sasa hapo tena kwenye urapa nikahama, nikaanza kufanya biashara zingine. Ulianzeje UMC au ulifikaje kutoka kwanza umesema ulikuwa unataka kuwa rapa, baada ya hapo ukaja maisha yakakuamulia kwamba bwana uingie kwenye biashara. Na wewe ulijiamuliaje sasa kutoka kwenye maisha kukuamulia kwamba ufanye biashara, na wewe kujiamulia kwamba sasa hizi ninaachana na hivi vitu au navifanya, lakini pia hapa ndo nataka nitambulike napo? Ulianzeje UMC mpaka kufikia hapa mpaka umefikia sasa hizi? UMC naweza nikasema wenyewe ndio ulinifuata mimi, ila mimi sikufuata wenyewe. Na kwa bahati nzuri sana ni vitu ambavyo sanaa iko tayari kwenye damu. So nikiwa Iringa, nyumba niliyokuwa naishi, siku moja kikatokea kipaimara. Kwa hiyo mimi maisha yangu ilikuwa sehemu yote nikifika, hata kwako, ndani ya siku moja utajua huyu mtu ni mtu wa namna gani. Ni muongeaji sana, alafu ni mtu ambaye comedy sana, watu wote muda wote wanacheka. So kilipotokea kipaimara, maandalizi yameenda vizuri mpaka ule muda wa sherehe.
nani anaendesha hii sherehe? Mtu mmoja akasema maneno mengi huyu hapa Fadhili. Bwana hebu endesha hii bwana. So mimi kwa sababu nilikuwa napenda comedy. Ndiyo. Na furaha yangu ilikuwa nikisimama mbele za watu wacheke, watu wa enjoy. Nikaendesha ile sherehe, na napoendesha sikujua kama ni MC. Zamani tulikuwa tunasema mtangazaji, nani atatangaza? So nikaendesha ile shughuli, watu wakawa wanacheka, wanafurahi. Nashangaa sherehe ilivyoisha, kuna bi mkubwa akanifuata, akaniambia, "Mwanangu, unajua we ni bonge moja la MC. Hebu jifunze hayo mambo ya MC." Akaniambia, "Mimi wiki ijayo na shughuli ya mtoto wangu anamaliza chuo. Sasa baada ya ile shughuli pale chuo, nyumbani nimemwandalia katafrija. Hebu naomba uje ukashereheshe kale katafrija." Wakati huo mimi nilikuwa nafanya umachinga, nazungusha hivi vitabu vya watoto mtaani. Unaona gawa wanabeba switch chekechea hadi la 7, utanikuta kwenye mabasi, utanikuta wapi wewe vitabu vya watoto hivi na hivi. Na wewe ulikuwa unauza watoto, lakini kuna wengine wanauzaga, kwa mfano kuna mmoja tushokutana naye anauza kitabu kinaitwa How to be Rich, afu anatembeza kitabu. Yes. Hivyo wote nimeuza kwa sababu japo mimi nilibezi sana kwenye vitabu vya watoto kipindi kile. Ndiyo. So aliponiambia vile kwangu ikawa haina shida. Nimemaliza ile shughuli, nikaingia zangu kwenye umachinga. Wiki ijayo nikaenda kwa Rebi mkubwa, nikaendesha ile sherehe. Napomaliza tu kuna mzee akaniambia, "Bwana, na mimi tena wiki ijayo chuo kingine wana mahafali, naomba sherehe nyumbani uje uifanye wewe." So nikaenda tena kufanya na ile sherehe. Kwa hiyo pale ndo ulikuwa mwanzo, nikaanza sasa kuitwa kwenye hivyo visherehe, lakini bado sijui kama mimi ni MC au imekwaje. Na hata kulipwa kwa fani tu, watu wakifurahi wewe ndo umeshafurahi moyoni. Mimi nilikuwa fani tu, kwanza nilikuwa sijui chochote. Kwa hiyo nikawa nikifanya watu wameshafurahi, nikimaliza utasikia, "Bwana asante, chukua 5000 hii." Mimi nashukuru, naingia zangu mzigo. Ulikuwa unajua kama labda hiyo kazi kuna wenzio wanalipwa labda? Hapana. Imenigharimu miaka isiyopungua 7 mpaka kujua hii ni kazi. Yaani achana na kulipwa, kujua hiki kitu tunachokifanya ni kazi. Naweza kukuingizia hela. Imenigharimu miaka 7. Kwa miaka 7 yote umekuwa ukiburudisha watu, ukifurahisha watu for free kabisa. Hata siku ya kwanza naanza kulipwa, bwana nilishtuka sana. Kwa sababu mimi hela yangu ambayo kubwa nilikuwa nalipwa kabla sijaanza kufanya official haikuwahi kuzidi 30,000. Tena hiyo 30,000 yenyewe hapo sasa ndo nimelipwa kiwango cha juu sana. Ila hizi 5,000, 10,000 kwa sababu namaliza shughuli, afu nilikuwa niko happy vibaya mno. Mtu ananiambia, "Bwana asante bwana, hii 10,000 utakunywa hata maziwa bwana." Yaani hapo kwangu ilikuwa burudani sana. So mpaka nakuja kujua hii ni kazi na watu wanalipwa. Miaka 7 baadaye ndo nakuja kugundua kumbe ni kazi. Alafu natakiwa niwe serious na hichi kitu. Hapo ndo nikaanza kuweka nguvu na kuwa serious. Na umejitambulisha kama ni unaitwa MC Mfupi. Na nataka kujua nini chimbuko ya hili jina, kwa sababu mimi ni mfupi kuliko wewe na sijiiti photographer mfupi. Wewe mrefu kuliko mimi. Na kwa nini unajiita mfupi? Tukikuangalia sio mfupi, lakini unajiita MC Mfupi. Chimbuko la neno MC Mfupi lilitokea wapi mpaka kafikia? Maana umesema ulikuwa muongeaji, basi wakikuita MC muongeaji. Kwa nini ikawa sio MC muongeaji kama ambavyo kilikusababisha ukawa MC mpaka ikawa MC Mfupi? Jina la MC Mfupi nadhani pia napoanza kulitumia na ndo nikaanza kuwa MC official. Kuna sherehe nilipata bahati ya kuifanya, na hiyo sherehe mimi niliingilia tu dirishani. Nilifanya shughuli ndogo sana ya big party ya mwanaume, wakapenda ile sherehe. Wakasema, "Bwana, na kwenye harusi sisi tunakuhitaji uje." Sasa ile harusi tayari walikuwa kuna MC wameshalipwa. Kwa wakati huo MC wakubwa sana. Naingia kwenye ule ukumbi kwa mara kwanza, ukumbi ulikuwa umejaa vibaya mno, umepambwa vibaya mno. Mimi nimezoea kufanya vipaimara, sivyo vitu gani. So nafika ukumbini pale, hata nilivyovaa tu nilijiona mimi hapa leo Stoboy. Kwa hiyo wale MC walikuwa ni wakubwa. Wakati huo mimi nilikuwa kidogo mdogo. Saizi angalau nimepata kamwili, ila nilikuwa mdogo afu nilikuwa Sasa wale wenzangu walikuwa watu wazima, afu mmoja mwanaume mmoja mwanamke wamepanda hewani. Sasa wakati sherehe inaendelea, nilipokuwa nikipewa mimi nafasi ya kufanya, mimi nilikuwa natia comedy za kutosha. Kwa watu wakawa wanafurahi mpaka inafika sehemu wanatamani mimi ndio niwe nafanya kuliko wale. Hadi baadaye watu wakawa wanaongea, unasikia hadi kwenye sauti kwenye unawasikia pale ukumbini wanashout kabisa, "Mwachieni huyo mfupi, mwachieni huyo mfupi." Kwa sababu wakati huo mimi nilikuwa najiita MC Njem. Sasa Njem ndio ubini wangu. Ukija mikoa yetu ya nyanda za juu kusini, ukisema neno Njemu
dakika 10 umesahau alisema nani ile jina. Ndiyo. Kwa hiyo sio jina maarufu la huku. Wow, Kwa hiyo watu badala sasa wameshasahau hiyo njemu wakawa wanapiga kelele. Mwacheni huyo mfupi, mwacheni huyo mfupi. Ikawa hivyo nikafanya ile shughuli, nilipomaliza nikatoa namba. Ndiyo. Nimetoa namba asubuhi nimeamka. Napigiwa simu kama saa 12. Bwana, we ndio ule MC mfupi wa jana? Ya, ndio mimi. Tuna shughuli sehemu fulani, utatufanyaje? Sasa hiyo sherehe niliyoifanya jana yake ilikuwa kubwa. Walinilipa laki. Na nikaamini ile laki wamenilipa kwa sababu wale watu ni matajiri sana. Mpaka nikaongea kimoyomoyo, huenda watu ni mafreemason. Kwa sababu mimi wakati ule nilioshika kubwa F30. So wamevuka viwango vya kawaida. Kwanza walinipiga na kitu kizito kwa sababu machinga mimi nikizunguka kwa siku nikiingiza hela kubwa 3000, 4000, 5000. Alafu naambiwa sikio nimelipwa laki. So wale waliponipigia simu na nikajua walikuwa kwenye ile shughuli ya jana, nikasema ngoja niwaambie hela kubwa ili wakiomba heli tushuke. Nikawaambia mtanipa laki. Target yangu ilikuwa niseme laki ambayo nimefanyia jana ili wao washuke tufike angalau 50 hivi. Kwa sababu mimi sijui. Niliposema nitafanya kwa laki moja, jamaa akaniambia tukutumie kwenye namba ipi? Hii. Nikasema ndio. Wakanitumia. Waliponitumia pale ndo nikashtuka. Kumbe inawezekana. Mimi nilijua watu wataomba heli. Hawajaomba heli, hawajafanyaje. Alafu wamenilipa hiyo laki. Na wamenilipa leo shughuli wiki ijayo Jumapili. Pale ndo machali akanicheza, huenda hii ikawa ni kazi, kuna kitu kwenye hii. Basi nikaenda nikafanya ile kazi tena ikazaa kazi nyingine. Niliporudi tu kwenye ile kazi nikafanya research hapa mjini Iringa sasa. Kuna jamaa wangu mmoja wapiga picha hao nikawafuata. Eti bwana, nyewe mnashiriki sana kwenye hizo sherehe. Ma MC wanalipwa shilingi ngapi? Jamaa akaniambia unasikia wanalipwa 600, 7, kuna wakati mpaka milioni. Bwana, pale ndo nilishtuka. Nikajua kumbe hii ni kazi kama kazi zingine. Na inaweza kaa kichanzo. So kuanzia siku hiyo ndo nikaachana na umachinga, nikaanza kuinvest huko. Sasa nikaanza kupanda mdogo mdogo. Shilingi ngapi? 200,000. Shilingi ngapi? 300,000. Na nikawa nikienda nafanya kweli. Yaani nafanya kweli. Kwa beta kuliko nyuma. Pale naweza nikasema ndo nimeanza kufanya official. Na mpaka hilo tukio linatokea ni miaka 7 tayari nimeisha fanya hivyo vipaimala, sivyo nini vya 5,000, 10,000. Huo ni mwaka wa 7 ndo naanza sasa kama official. Na kwa sababu sasa pale walishasema wewe ndio MC mfupi wa jana, wewe ndio, ikawa inaanza kutamba hiyo. Nikaona sasa hii njemu niachane nayo. Ni dili na hii mfupi ambao watu wengi wanajua. Kwa hiyo walinipa wao wenyewe. Kwa hiyo maana kusema ili ya mfupi walikupa watu ambao wanakupenda tuseme. Ambao walikuwa ni rahisi kukutambulisha kwa watu wengine kwa sababu kukumbuka njemu ilikuwa ni shughuli. Njemu bwana ilikuwa ni shughuli, alafu ilipokuja MC mfupi na kwa wakati ule nilikuwa bado mdogo. So ikawa ina sound mfupi. Watu walivyonipa na mimi nikaona nitembee humo. Kwa mimi nikawa najiita mfupi. Siku moja naenda Singida nimeitwa. Nafika pale wanasema si tuposikia MC mfupi tukajua kimbilikimo bwana. Kaambia hapana. So chanzo cha mfupi kilianzia hapo. Nilifanya kazi katikati ya MC warefu. Hata tungekuwa mimi na wewe tumefanya MC siku moja. Wewe ungekuwa MC mfupi, mimi ningekuwa mrefu. So likaanzia pale, likapata umaarufu mpaka leo linatembea kama brand. Lakini hata hivyo ili jina lako kwa kifupi lina sound good. Sasa mtu akilisikia lazima atake kumuona huyo mtu yukoje. Sehemu zote nazoenda, lazima tamani kumuona. Sehemu zote nazoenda kila mtu anatamani amuone huyo MC mfupi. Kwanza ukisikia tu anakuja mfupi, wengi wao wanajuaga vile vimbilikimu vya Kongo vile. So wengi wanajuaga hivi, nikitokea wanaanza mbona sasa mrefu? Lakini sasa ndio lishakuwa maarufu, hata nikisema nilibadilishe leo wengi litawachanganya sana. So natembea nalo. Nafikiri bora libaki hivyo hivyo kwa sababu naisha kuwa brand kubwa. Naisha kuwa ni brand tayari. Kwa sababu ubadilishe urudi tena kwenye njemu utatuchanganya bwana. Tutaanza kuchanganyikiwa. Huyu tunaweza kuona kama watu wawili kumbe ni mtu mmoja. Kuna mama mmoja ananijua toka nauza vitabu. Alikuwa jirani yangu hivi. Akawa na binti yake anaolewa. Akaweka proposal kwenye kamati kwamba bwana, sherehe yangu nataka ifanye Fadhili njemu. Kamati wakasema hapana, huyu MC sisi hatumjui. Sisi tumempa kazi MC mfupi. Wakati huo nilikuwa nimebanwa, sikwenda kwenye vikao wala nini. Yule mama akanitafuta, akaniambia mwanangu, roho yangu inaniuma sana. Mimi nilipenda kazi ya binti yangu ufanye wewe, lakini kuna MC wamempa. Sio amesema nani sijui. Roho imeniuma sana.
Sasa siku hiyo akafika ukumbini akanikuta mimi, akaja pale mbele. Waliniambia MC nani. Nikamuuliza au alisema mfupi. Sasa mbona ni wewe? Niambia mimi ndio MC mfupi. Bwana yule mama alifurahi. Yaani ilikuwa kila baada ya dakika 2 anakuja. Aisee mwanangu nashukuru sana. Kumbe ni MC mfupi wenyewe. Alikuwa ni watu wawili tofauti. Watu wawili tofauti. Yeye alikuwa analijua jina langu kamili la Njem. Sasa tayari naitwa mfupi, akawa hajui MC mfupi, akawa anajua ni mtu mwingine. Kumbe mimi ndio huyo mtu mmoja. So alifurahi yule mama mpaka sherehe inaisha, alifurahi sana. Alikuwa very surprised. Inawezekana angefurahi kama angekujua tu kama pewa, lakini hapo nakana alifurahi zaidi sana, kwa sababu sana. Yaani alikuwa anakuja mara mbili. Anakuja mara mbili. Anambia mwanangu hivi unajua nilikata tamaa. Yaani nikasema basi bwana. Kumbe MC mfupi ndio wewe mwenyewe. Nikamwambia MC mfupi ndio mimi. Sawa. Na turudi kwenye hiyo kazi yako ya UMC. Kwako kila mtu ana vigezo vyake kwenye kazi. Kwa mfano kama mimi mpiga picha, kigezo changu muhimu labda naweza nikasema mtu anayetengeneza rangi nzuri, au labda yule ambaye anaweza kutumia kamera aina yoyote kupata kazi nzuri. Na wewe kwako MC bora ni MC wa aina gani, au ana vigezo vipi ambavyo wewe ukiviona unasema huyu ni MC bora? Kwangu mimi nimemweka MC bora kwa vigezo vifuatavyo. Kuna kusherehesha, alafu kuna kuongoza sherehe. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kwangu mimi MC bora anayeweza kusherehesha, sio kuongoza. Mimi hata leo nikienda ukumbini nikiwa sio MC, huwa najifunza sana kwa mtu anayesherehesha kuliko mtu anayeongoza. Kuna vitu nitakwambia ndugu yangu uweze kuvielewa. Kumwambia mtu akate keki, ukumbi mzima wanaweza hilo kitu. Yaani watoto wale waliokaa kukuambia we kata keki wanaweza. Kukuambia ingia ukumbini wanaweza. Kusherehesha ni extra ya hivyo. Yaani kuna vitu MC unajua anaweza akavifanya pale mbele, hata wewe mgeni mwaliko unaambia mimi ukiniambia nikafanya kile kitu siwezi. So kuna tofauti ya mshereheshaji na muongozaji. Kwenye kuongoza hata mkiwa wanne mnaweza mkajichagua. Sasa kati yetu hapa nani aongoze labda kikao au kitu fulani. Yes. Lakini kusherehesha hapo sasa umeingia deep, kuwafanya watu, mtu amekuja ukumbini ana stress ziishe pale. Mtu amekuja ukumbini unateka ile akili yake na mindset yake. Kwa sababu watu wametoka huko nyumbani wana mambo mengi. Alafu kae na kujua hizi sherehe zetu za siku hizi ni mitoko. Yaani mtu anachanga laki, 200,000, 300,000 mpaka milioni. Ule kwake ni mtoko. Badala ya kwenda disco, kwenda wapi, ametoka out hiyo siku kuja pale. Sasa wewe unayesherehesha unamfanya ule mtoko wake enjoy, au anakaa pale anasubiri tu yuko kwa ajili ya wajibu kwamba ngoja nikae kwa sababu nikiondoka itaonekana jamaa hakutusapoti. Kwa hiyo anasubiri nile niondoke. Yaani kuna mwingine sherehe unaifanya mtu anakuwa pale ukumbini kwa wajibu. Lakini ya MC anasubiria kula. Muda wote MC bora kwangu mimi kwanza anateka mindset ya ukumbi. Kila mtu anatamani sherehe ishiishe. Jinsi anavyopangilia matukio, anavyowaburudisha watu, yani kila mtu anafeel niko sehemu fulani. Kwa hiyo mimi kwangu MC bora yoyote anaweza kuburudisha. Yaani ukiwa una uwezo wa kuburudisha, kuentertain, kulivaa lile tukio kama msiba, unawafanya watu wanajifeel sad kweli. Huyu kweli yuko hivi. Yaani unavaa ile tukio kama ni sherehe kweli, mtu ajione niko kwenye sherehe. Na fly na enjoy na iwe historia kwamba jana tulienjoy. Kwa sababu MC ndio unayeshika sherehe. Nje ya mapambo sijui nini, hivyo vyote vitaonekana vizuri au vibaya kwa sababu yako wewe. Unajua kuna mtu anaweza kafika ukumbini asiangalie mapambo mpaka tu anamwambia baadaye si ukumbi ulipambwa vibaya, kwamba ila sherehe ilikuwa nzuri. Anamaliza sherehe anaondoka, hajui hata ukumbi ulipambwa rangi gani, hajui mapao kama pale palikuwa pana maua au palikuwa hapana, hajui. Yani wewe ndo una hiyo kazi ya kuteka hiyo attention ya watu hiyo, lakini nje hapo mtu ataanza kuangalia bibi harusi alivaje. Ataanza kuangalia ukumbi ulipambwaje. Atafuatilia hivyo vitu vyote. Tulikula saa ngapi na ilikwaje. Lakini kuna sherehe bro, inafika saa 7 usiku, watu hawajui imefika saa 7. Sawa. Lakini kuna MC nakwambia ameanza sherehe saa 2, inapofika saa 3 watu wako hoi. Yaani mwingine anachati, mwingine anatamani kwanza iishe tuondoke. Lakini kuna mwingine mtu akifika ukumbini ametega tu udamasi atafanya nini? Yaani muda wote yuko amefocus surprise mpya. Inafika saa 7
Ukiwaambia jamani, hivi sasa tunavyoongea ni saa 7 tu, saa 7 kweli bwana. Kwa hiyo MC ndo kazi yake, anatakiwa awe hivyo, na ndio maana kwa Kiingereza anaitwa master of ceremony. Unatakiwa kuimaster, yani kuimaster ile ceremony, wewe ukawa master kweli. Nje hapo huwezi. Ulimwengu sasa hizi unaelekea kwenye teknolojia kubwa sana, na ulimwengu naweza nikasema kwamba ulimwengu upo kiganjani. Social media ndio inatawala, kwamba mitandao ya kijamii, sijui WhatsApp, Instagram, wapi, TikTok. Kama sasa WhatsApp wameleta mfumo unaitwa username, manake unaweza kuitumia kama ambavyo unatumia labda Instagram, Facebook na mitandao mingine. Wewe ukiwa kama MC Mfupi, master of ceremony, mtu ambaye unasherehesha uongozi ratiba kwenye sherehe, umewekezaje kwenye hiyo sekta ya social media, au kulingana na dunia ambako inaenda hivi sasa hivi? Yeah, of course sasa hivi dunia tunaweza tukasema ipo kiganjani. Zamani ulikuwa unamtaka MC Mfupi, ni ngumu sana kumwelezea. Na hii ilikuwa inanipa shida sana, kwa sababu unakuta kuna mtu amekuona ukumbini kwenye sherehe, anaendaje kuwaelezea watu kwamba namtaka mtu fulani ni MC mzuri? Hakuna reference. Lakini siku hizi MC Mfupi umesema mzuri, tuambie social media zake anatumiaje. Watu wanaenda wanaangalia, huyu sawa, huyu hapana. Kwa hiyo social media kwanza zimeturahisishia kuwapa watu uhakika kwamba huyu mtu anafaa. Na mimi kwa sababu naipenda sana kazi yangu, naweza nikasema mimi ndio MC wa kwanza nyanda za juu kusini kuanza kuwekeza kwenye social media. Kwa sababu nakumbuka mimi nimeanza kuposti video ni miaka mingi, kama 7 au 8 nyuma. Kitu ambacho watu MC wengi walikuwa hamna, kiposti sana labda picha. Wakati huo walikuwa wanatamba kina Pilipili, Garabindo wanakuja. Kwa hiyo mimi nikawa naangalia walikuwa na post YouTube, nikawa nawaza nafanyaje. So mimi kazi yote ambayo nilikuwa nikiipata, nikiisha ifanya, mwisho wa siku naenda kuchukua ile CD, kwa sababu kipigo tunatumia CD. Aidha kwa maharusi au kwa aliye shoot. Naenda na tafuta DVD yangu empty, naenda na bani na urudi nayo nyumbani. So nikawa na DVD nyumbani kama 15 10 hivi, ambazo zote zinahusiana na kazi yako. Kazi yangu. Kwa hiyo kuna wakati nikawa naweka, najiangalia, nafanya. Sasa natamani ni posti, nafanyaje? Kuna mtu akaniambia bwana, ili uweze kuposti inabidi hiyo video hiyo MP4 ndio ikae kwenye simu. Nawekaje hiyo MP4? Kuna mtu akanielekeza bwana, kuna jamaa mmoja ni mpiga picha, ana uwezo wa kukueditia ikawa MP4. Nikamfuata yule jamaa, nikaenda na zile CD. Nikamwambia bwana, nataka ziwe MP4. Akaniambia inawezekana. Ziache hapo ofisini, nitakueditia. Weka hela. Nikaweka hela. Akanazo miezi 2. Ananipiga tu chenga huku. Nikaenda nikazichukua na hela nikamwachia. Nikaona nisiwe maana hapo ungepoteza saa vyote sasa. Ungepoteza hizo DVD zako na hiyo MP4 ambayo ulikuwa unataka kwa ajili ya kupost na hiyo. Nikasema usije ukawa ujinga huu. Nikafunga safari, nikatoka Iringa nikaingia Dar. Nikasema nikifika Dar lazima nitakutana tu na watu wanaweza wakakompete. Ona jinsi gani napambania hiyo kitu hiyo. Basi nikafika Dar es Salaam. Hiyo ilikuwa ni mwaka gani ambao unapambania hivi kama unakumbuka? Kwenye 2018. Kweli ni zamani. 2018 17. Ni hiyo miaka 2 hapa. Basi nikafika Dar es Salaam, jamaa akaniambia nenda stationery fulani najua watakusaidia. Nikaenda ile stationery, nikafika nikawapa zile DVD. Wakasema tunakukonvertia, kaa hapo. Wakakonvert kweli zote. Sasa inakonvertiwa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tunakuweka kwenye nini? Nikamwambia mniwekee kwenye simu. Kuweka kwenye simu ikaingia DVD moja, space haitoshi. Kwa hiyo ikabidi ninunue memory card pale kama 10 hivi. Kila memory inawekwa MP4 yake. Alafu nachukua memory ninaweka kwenye simu. Na kataje sasa vile vipande ni posti, ndio nikapataga program fulani ilikuwa inaitwa InShot kipindi hicho. Ndio. Kwa hiyo nikawa natumia InShot, naweka memory card kwenye simu. Nachukua ile video naipeleka InShot, nakata ka clip ambako nakataka na kaposti na posti. Nikimaliza kuposti nachomoa ile memory card naweka nyingine, ikawa hivyo. Kwa muuzaji alipiga bingo maana kama na kwa kipindi hicho nafikiri sidhani kama kwenye simu ilikuwa kunaweka storage nyingi kama ambavyo sasa hizi unakuta simu na storage GB 200 na ngapi sio. Kipindi hicho ile simu ilikuwa na GB ngapi? Kwa kuna GB 80, sio GB 10 na ngapi? Yaani zilikuwa GB hazivuki 80. 80 kushuka chini. Sasa wewe unapewa hiyo DVD inatukiwa kuanzia asubuhi nyumbani mpaka ukumbini. Lakini wewe target yako ni viklipu 3 4. Kwa hiyo unachukua ile yote. Kwa mimi ndio MC wa kwanza huku Nyanda huku Iringa huku kuanza kuposti sasa. Watu wengi wakawa wanashangaa, ana YouTube. Nikawa na posti vile vitu.
Nafikiri tutaweka hata vipande vichache ili waweze kuona yeah, namna ambayo unachokielezea kwamba hiki kina uhalisia sio tu nanili. Kwa hiyo baada ya hapo ndo nikaanzia hapo, nikaanza kwenda mpaka sasa social media ndo Instagram zinakuwa nini. Kwa hiyo na mimi nikawa naenda kwa mfumo huo mpaka wakatokea maconverter hapa Iringa na nini, mpaka mwenyewe baadaye nikawa nimenunua kompyuta yangu nikawa na convert mimi mwenyewe sasa. Naenda nachukua DVD naingiza na convert. Kwa hiyo nikaenda huko mpaka sasa tulikofikia leo hii. Na hisi ndo MC nimewekeza sana kwenye social media, na photographer wangu, videographer wangu natembea naye popote, nafanya hivi. Ifika sehemu mpaka mimi nimekuwa inspiration kwa MC wengine. Unakuta MC akimpata photographer anambia bwana nataka unifanyie kama mfupi. Alafu ananipigia simu. Oya, unajua kila mtu anasema kama mfupi. Anasema hamna shida. So mimi kwenye social media kwa sababu nilikuwa nalipenda kitu ninachokifanya, kiko moyoni. Kama nilivyokuambia nimekifanya miaka 7 bila malipo. Maana kitu kipo kwenye damu. So nilikuwa kila fursa lazima nitafute kwa hudi na uvumba. Sasa hizi ukienda kwenye social media kwa MC wa nyanda za juu kusini, naweza nikawa mimi ndo MC namba 1. Na kwenye social media zote unatumia jina hilo la MC Mfupi? Instagram MC Mfupi TZ, YouTube, Facebook na TikTok zote ni MC Mfupi TZ. Kwa pale manake kwa mtu ambaye atakufollow manake atapata bahati, hata kama hajapata bahati ya kufika ukumbini, lakini anapata fursa ya kuona kila shughuli yako ambayo ishaye kupita kwenye mwako. Ile kwanza imewarahisishia wengi. Mimi sasa hizi nafanya kazi nchi nzima. Lakini unakuta mtu aliyeniona ni mmoja tu. Yeye kapeleka tu proposal pale, bwana nataka MC Mfupi. Unakuta watu wameshavamia account kule, wameangalia au dogo aje. Huyu dogo atufai. Na hiyo imeturahisishia sana kwa sababu kama sasa hizi dunia iko kiganjani. Sasa hizi watu hawataki maneno, watu wanataka kitu reality. Bwana MC fulani mzuri tupe account. Mtu akiingia akiona aelewe hata kama ni bora vipi. Ndio maana ya dunia sasa hivi ipo kiganjani. Kwa hiyo hii social media zinaturahisishia sana pia kufanya kazi nje ya mipaka. Inawezekana kuna kijana mahali huaga anapita kwenye social media yako, kwenye account labda Instagram huyo MC Mfupi, labda anapitia YouTube au wapi, na anawishi siku moja aje kuwa MC. Unamshauri nini huyo mtu ambaye ni underground na anatamani kuwa MC? Afanye kitu gani ili aweze kuwa MC bora, na unamshauri jitihada gani aziweke zaidi ili kuweza kufikia level ambayo anakuwa anaitamani kutoka kwenye moyo wake? Hapo kuna watu wawili tofauti. Kuna mtu wa kwanza anatamani kuwa MC. Alafu kuna mtu wa pili tayari ni MC ila underground. Anayetamani kuwa MC, kitendo tu cha kutamani. Mimi kuna mtu aliniambia ili ujue kipaji chako, angalia nini unatamani au nini unakipenda. Wenzetu Ulaya wameendelea sana. Kipaji cha mtoto anaanza kukijua toka mdogo, wanamwekea vitu vingi alafu wanampeleka huko. Kwa hiyo sisi ukubwani ndo tunavijua vipaji vyetu. Kwa hiyo mimi mtu aliyewahi kuniambia kitu unachokipenda sana, hicho ndio kipaji chako. Yaani kitu unachokipenda sana, hicho ndio kipaji chako. Kwa hiyo ukiona mtu anapenda UMC kutoka rohoni, yani kitu kiko kinamuia, ajue yeye kwanza, ajue hicho ni kipaji chake. Hicho cha kwanza. Cha pili, kwa MC huyo ambaye anaanza, afanye nini? Aanze. Yaani ameshajigundua anapenda, yeye aanze. Iwe kwa kwenda kuomba ukumbini, bwana naomba hata nifanye hiki, iwe kwenye vipaimara, iwe kwenye aanze. Nje muhimu ni aanze. Kitu chochote lazima kiwe na safari. Hakunaga eti kitu kinaibuka tu. Anza. Kwa yule aliyeanza ni underground. Nimwambie tu kitu kimoja, soko la UMC kwa sasa hivi ni gumu sana. Ila ni jepesi sana. Soko la MC halina tofauti na soko kama la Bongo Flava, Bongo Movie. Kuna watu wako pale ma legend, alafu kuna watu wapya wanakuja. Ila unamshawishi vipi huyu mteja kukupokea wewe mpya, aachane na hawa wa zamani? Yaani unamshawishi vipi mtu ale chakula kipya tofauti na alichokizoea? Hapo ndipo ulipo mtihani. Leo hii angalau kwenye Bongo Flava kuna watu wameamua kuwasikiliza watu kwamba ili ufanikiwe labda wewe WCB, uwe si Konde Gang, si wapi, ndio wanasikilizwa hao. Msanii mpya anaweza kila siku wasanii mpya si wanatoka. Na wengine nafikiri ndio anaanza akiwa anawaza hivyo. Ili nitoke inabidi nifanye kitu fulani niingie ile Bongo. Kwa hiyo ni kwa sababu tayari kuna watu wameshapewa masikio. Yaani mtu akitoa nyimbo yuko WCB, si yuko wapi, si King Music, si nini, anapewa sikio haraka sana kuliko mtu mwingine. Sasa wewe mgeni unafanya nini
ili hawa pamoja na kuwapa masikio hawa wakupe na wewe, ndio kuna kitu hapo kinakuja kinaitwa ubunifu. MC mpya, hakikisha mbunifu, una kitu tofauti na cha wale walioko sokoni. Tupate sababu ya kukutaka wewe sasa, kwa sababu tayari tuna ma MC na wako wengi, kwa sababu siku hizi MC ni fursa. Mtu kamaliza chuo hana ajira, anajua kuongea, ni MC. Maana mtaji mdomo sijui nini, ni MC. Sasa hizi ukiangalia kila mkoa una MC sijui 500 sijui wangapi. Sasa kuna wale ambao tayari wameshashika mji, wameshashika soko. Wewe mpya unakuja na nini ili tushtuke tuseme sasa huyu kuna mtu mpya ameingia, au na wewe unakuja unakuwa tena kama wale wale. Kwa hiyo mimi niwashauri ma MC wapya au wale wanaokuwa inspired na mimi, ukiwa inspired na MC mfupi, usifanye kitu kama mfupi 100%. Mwisho wa siku utampaisha mfupi, wewe utakufa. Ukiwa inspired na mfupi, chukua vitu vya mfupi, tafuta na vya kwako vitakavyo kutofautisha na mfupi, ili mtu aseme yule fulani. Unajua kuna kipindi ma MC wengi, kila aliyekuwa anakuja akawa kama Garabii. Kila anayekuja akawa hadi usipomwangalia hivi kwenye video ukasikia sauti, unasahau Garabii huyu. Kila mtu aliamini ili uwe MC lazima uwe na msauti fulani na ile. Sasa yule yeye ndio njia yake, lakini Garabii na Pilipili walikuwa na sound vitu vile tofauti. Kwa hata mimi nilipokuja kwenye soko, mimi natumia sauti yangu na vitu vyangu. Mfupi ni mfupi, yani hawezi kufanana na mtu mwingine. Kwa hiyo ni washauri ma MC wapya, make sure that unakuja na kitu chako. Kuna jamaa mmoja mimi nampenda sana. Anaitwa Click Master. Ametoka juzi, ana kastyle kake pamoja na ugumu wa soko, ila kaliteka soko. Kwa hiyo hata na wewe hivyo hivyo ameteka soko ambalo watu wanaamini ili uweze kufanya vizuri lazima uwe kwenye lebo. Hayupo kwenye lebo, masi zani kaipo kwenye lebo. Hayupo kwenye lebo. Amekuja na kitu tofauti. Kila mtu anatamani amuone, anatamani amsikilize. Kwa hiyo hata huko kwenye kwa sababu sisi wote ni watu wa entertain. Hata huko kwenye MC, wewe MC mgeni, ukifanya kitu kizuri, kipya, watu wanaambizana, yani wateja wetu siwa wanaambizana, alafu miji yetu hii ni midogo. Ukifanya tu kitu mtu akitoka ukumbini anakuwa balozi wako. Kuna dogo mmoja amekuja mwanangu, yule dogo 1 2 3. Kila mtu anatamani ya kuone. Kila mtu anatamani, mwisho wa siku unajikuta na wewe umepenya. Ila sasa unakuja, unapita mlima ulikopita wenzio, huna cha tofauti. So wakati mwingine kutoboa ni bahati. Ila bahati ni 1% ndogo kuliko uwezo wako na ubunifu wako. Okay. Labda natamani kufahamu kitu kimoja ambacho nafikiri sio mimi tu, hata ambao wanatazama natamani kukifahamu. Nini mafanikio yako kwenye UMC mpaka hapa sasa hizi, toka hiyo miaka ya msoto 7 hiyo lokula, na toka ulipoanza kulipa $30 mpaka ukafika laki, mpaka hapo ambako umefikia hapo sasa hizi, nini ni mafanikio? Bwana, mimi namshukuru Mungu, nimepata mafanikio mengi, nisiwe muongo, na nisipomshukuru Mungu atashindwa kunibariki. Mafanikio makubwa niliyoyapata, ya kwanza kabisa, watu. Mimi naamini ukiinvesti kwa watu, umeinvesti kwenye kila kitu. Naposema watu na maana gani? Leo hii mpaka wewe hapa unanioje, ni kwa sababu ya kazi yangu. Yani kweli. Yani leo hii unaponiita bwana tufanye interview, ni kwa sababu ya kazi yangu. Bila hii kazi nisingejuana na wewe. Kwa hiyo mimi mafanikio yangu ya kwanza kuliko yote ni watu. Leo hii kuna ofisi mimi naweza nikaingia, isingekuwa UMC ilikuwa ngumu sana kuingia. Leo naweza nikakaa meza moja na marapisi sijui na nani, na nikaingia na watu wakajua kuna mtu ameingia, na nikaheshimika, na kuna baadhi ya vitu ambavyo bila UMC vingekuwa vinakwama, lakini jamani mfupi huyu asaidiwe hivi na hivi. So kitu cha kwanza, nisiwe muongo, nimefanikiwa kwenye watu. Kwamba na watu ambapo unajua kisha kuwa maarufu unafahamika na nini na nini. So watu ndio mtaji wa kwanza. Hata nikidondoka hapa sasa jamani mfupi huyo. Hayo ni mafanikio yangu makubwa sana kuliko kitu chochote kile. Lakini kingine, maisha yanaenda. Nisiwe muongo, nilipokuwa kabla sijawa MC na sasa hivi, bwana, ni vitu viwili tofauti. Maisha yanaenda, silali na njaa na kula, lakini kupitia UMC nimefanikiwa kujenga, silipi kodi, niko kwangu, na miliki nataka usafiri kidogo. Kwa hiyo ni hivyo ambavyo vitu vya kumshukuru Mungu. Unajua usipomshukuru Mungu kwa hata kidogo,
Mungu hawezi kukubariki kwa vikubwa. Mimi naamini nilipo, naamini nilipo mimi kuna wengi hawajafika. Japo sijafanikiwa ile kwamba sasa jamani tajiri sio nini, hapana. Unajua mafanikio yalivyo, wewe unaweza ukawa na 1, mwenzio ana 0. Kuna mtu anatembea, kuna mtu ni mlemavu, hawezi kutembea. Anamtamani mwenye miguu. Sawa Alafu mwenye miguu anamtamani mwenye baskeli. Mwenye baskeli anamtamani mwenye pikipiki. Mwenye pikipiki anamtamani mwenye gari. Mwenye gari ndio iko hivyo yani. Kwa hiyo Mungu ametupa madaraja tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi hapa nilipo, kwa imani yangu naamini kuna watu wanatamani kuwa kama mimi. Haya ni mafanikio sana kwangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hichi kidogo alichonibariki. Kwangu naona ni kikubwa sana na ni mafanikio makubwa sana. Ni kitu ambacho sikuwahi kufikiria wala kutegemea kwamba ipo siku mimi nitajenga au nitafanya vitu vikubwa kwa kutumia mdomo wangu. Kwenye hili namshukuru Mungu. Kutokana na kazi, changamoto na namna ambavyo maisha yanaenda, lakini tunazungumzia sana kwenye kazi. Ni kitu gani ambacho hukipendi zaidi kwenye kazi yako ya UMC? Kitu ambacho sikipendi ni mtu kuchukulia poa kazi yangu. Unajua mimi kazi yangu naheshimu kwa sababu ndio kazi yangu, ndio inanipa ugali wangu. Mtu kuchukulia poa au kuto kuiheshimu kazi yangu kiuhalisia huwa inanikwaza, huwa inanikera. Japo ndo sehemu ya kazi yetu. Ushawahi kusikia mtu anakuambia sasa MC tunampa hiyo hela yote hiyo kuongea tu. Unaona mdomo tu. Eti kuongea tu ndio mumpe hiyo hela. Hawajuza kama kuongea tu ingekuwa ni issue si ungeongea wewe. Na nafikiri wengi sana ambao wanasema hivi itakuwa ni wale ambao wanajua UMC ni kuongoza tu hiyo yes. Hawajui kama kuna kujiandaa, ujue nitaingiza MC nani maharusi hivi, nitafanya hiki. Yaani hawavioni hivyo. Watu ila akija ukumbini ndo anajua huyu jamaa hapana. Kuna mtu ukimsimamisha mbele za watu hata hawezi kusema, yani haelewi anzia hata wapi. Kwa hiyo mimi vitu ambavyo sipendi kwenye kazi yangu, kitu cha kwanza mtu kuchukulia poa kazi yangu au kufanya namna yoyote ya kupambana na kazi yangu. Mimi pambana na fadhili. Hiyo kwangu ni normal tu. Hiyo kwangu ni normal tu. Ila kazi yangu hebu iheshimu. Alafu iache kazi yangu iende. Yaani hakuna kitu kibaya. Kuna mtu mmoja siku moja alikuwa ni mama, alinifuata akaniambia, MC Mfupi, katika vitu ambavyo nimewahi kuumia ni wewe kuto kufanya shughuli ya mwanangu. Niambia mama, mbona sielewi lini? Hiyo sherehe bwana ilikuwa tarehe fulani, akataja ile tarehe. Nikachukua simu yangu nikaingia haraka kaangalia kwenye diary. Ile tarehe nilikuwa free, sikuwa na kazi. Nikamwambia mama, mbona ile tarehe mimi nilikuwa free? Akaniambia MC Mfupi usiniambie. Nikamwambia sahihi kabisa. Kwani ilikuwaje? Akasema unajua ni dada yangu kabisa. Nikasema tumpigie MC Mfupi, akasema ngoja niongee naye mimi. Akasema MC Mfupi amejaa, hiyo tarehe amejaa. Alafu na kwa hela tulionayo sisi hawezi kufanya hiyo kazi kwa hiyo hela. Akakujibia yani. Lakini kwanza kabisa hiyo tarehe ameshajaa. Kwa hiyo hapa kazi tumpe MC fulani. Basi kweli wakampa kazi huyo MC. Huyo MC alienda aliharibu ile kazi, akaharibu sana. Yule mama akawa na kinyongo na mimi kwamba MC Mfupi, kwanza kabisa kilichoonekana nimejibu jeuri, hiyo hela siwezi kupokea. Alafu pili hiyo tarehe nimefanyaje? Nimejaa. Nikamwambia mama, hivyo vitu sio vya kweli. Na hata kama ungekuwa hiyo tarehe umejaa, kitendo cha kusema tu hiyo hela, yani tayari kwa mama lazima iwe imejeka kitu. Kwamba inawezekana hajajaa ila hii hela hii. Nikamwambia mama, kitu cha kwanza siku nyingine ukipata situation kama hiyo, cha kwanza kabisa mimi naambia wateja wangu wote hata leo, hakikisha umeongea na mimi mwenyewe. Yaani kwa sababu hiyo mtaani ipo, yani sasa ni zile fitna za kikazi. Unajua kuna mtu anakuambia naongea tu hivi bwana namtaka MC Mfupi, anakuambia yule umwenzi umgusi. Mimi nimesema kazi hii ndio kazi ninayoipenda, afu kwangu ni kitu ambacho kiko moyoni. Yani mimi siangalie hela. Mimi ninachoangalia tumekubaliana mambo yaende vizuri hivi na hivi. So hakikisha umeongea kwanza na mimi mwenyewe. Sio mtu akwambie MC Mfupi hivi. Kwa hiyo mama alisikitika sana. Nikamwambia mama, kitu cha kwanza hiyo tarehe mimi nilikuwa free.
Yule MC mmemlipa shilingi ngapi? Akaniambia. Nikasema hiyo hela mliomlipa yule MC, mimi ningefunga mziki kuanzia nyumbani, ningezunguka na mziki barabarani hadi ukumbini, haikuwa na shida kabisa. Na nikamweleza tu kweli, nikaambia nje ya hilo tukio, huyo aliyekuambia hayo maneno alikuwa na maslahi na huyo MC mwingine, kwamba bwana namwharibia huyu huku na kuleta wewe, hakikisha unafanya jambo. Akasema itakuwa ni kweli, afu penye ni ndugu yangu kabisa, kwa sababu yani nilikuwa nikitaja Mfupi anasema huyo mwezi, huyo hivi, kwanza amesema hiyo hela achukui hivi na hivi. Ni vitu ambavyo vinakwaza. Of course ukivisikia vinakwaza kwa sababu vinaharibu hata image yako kwa watu. Ila wateja mimi wanawaomba, yani narudia tena leo, ukisikia chochote kuhusu Mfupi, una shida na Mfupi, usisikilize neno la mtu, nifuate mimi mwenyewe kwamba Mfupi na tukio langu 1 2 3. Nikikujibu mimi hivyo, nenda kaseme bwana Mfupi kanijibu hivyo. Lakini sina kumbukumbu kanishawahi kumwambia mteja yoyote kwamba hiyo hela sichukui, sijawahi. Kwa sababu mwisho wa siku mimi kuna namna ya kujibu kama mtu anayefanya kazi. Kwamba bwana hiyo hela kwa kitu unachokitaka, kwa nini tusifanye 1 2 3 ili shughuli yetu iende. Yeye mwenyewe anaona ile fact yako. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa kula kwa urefu wa kamba. Kwamba bwana kwenye sherehe yako tutafanya 1 2 3 hivi, ila sherehe yako iende vizuri. Ila sijawahi kumwambia mteja kwamba hiyo hela haitoshi, mimi siji. Hicho kitu hapana, kwa sababu naweza ngasema kwamba kila hela inatosha, ila inategemeana na tunachokihitaji. Yes. Na kulingana na sherehe yetu ambayo iko. Kwa maana mtu yoyote akikufuata wewe kulingana na bajeti yake ambayo yuko nayo, manake hapo sasa ndio utakaa ujadiliane naye kwamba bwana kwa bajeti yako ulionayo hebu tufanye kitu 1 2 3. Ila sio kwamba hela ikiwa kiasi fulani labda ndo haiwezi kutosheleza. Inaweza kutosheleza lakini kwa nani fulani, kwa kiwango fulani. Ni sahihi kabisa. Na mimi nafanya sherehe ndani ya mji, nje ya mji, popote. Point tumekubaliana. Kwa sababu mimi bro naamini hivi, sio kila sherehe inatakiwa ikupe hela. Kuna baadhi ya sherehe zinatakiwa zikupe baraka. Mimi nimefanya juzi sherehe moja, nilipomaliza kila mtu alinifuata akaniambia Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kwanza walikaa watu walijiuliza zaidi ya mara 10 kwamba hii hela Mfupi atachukua. Watu wanaangalia ile jina la Mfupi ile. Mmoja akajitosa tumpigie. Akaniambia bwana tuna shilingi kadhaa hivi na hivi. Shughuli lini? Wakaniambia Jumapili. Nikamwambia Jumapili bahati nzuri sina sherehe. Na kuja tuongee hapo hapo. Kufika pale tukaongea bwana hamna shida hivi na hivi na hivi. Wakaanza kupigiana bwana amekubali. Kweli Mfupi amekubali Kufika ukumbini nikaendesha sherehe kani nimelipwa milioni ngapi sijui. Mpaka jana napokea simu, mtu anapiga, najua kazi, ananiambia nimepiga tu Mungu akubariki sana. Sasa kazi kama hizo zinatupa kazi nyingine nyingi, zile baraka za watu. Yaani mtu anaposema Mungu akubariki, ile baraka huwa haipotei. Na kwa sababu hajashinikizwa, yani imetoka moyoni. Yani watu Mfupi amekubali Mungu ambariki, Mungu akubariki. Sasa kuna mtu akishaambiwa bwana Mfupi hivi na hivi, hivi na hivi, hivi na hivi, kumbe mwingine ameenda pale kwa target, namtoa Mfupi namleta mtu nipate chochote mawinga sasa. Mawinga ni wengi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwenye kazi yangu of course nakichukia, lakini mwisho wa siku bado narudi pale pale. Kazi yako hakikisha inakuuza. Fanya kazi bora. Watasema watafanyaje? Mimi kwa mfano kwangu kusemwa mpaka saa hizi sidhani kama kuna neno mtu atasema litakuwa jipya. Watu wameshasema sana, lakini mimi nikipata chansi na bonda na hakikisha kabisa mtu hata akinikosa anasikitika. Yaani kuna jamaa mmoja aliniambia bwana hata waseme vipi mimi MC wangu ni wewe. Kwa sababu kitu unachokifanya kinaonekana. Unamwona wapi MC Mfupi baada ya miaka 5 kutoka hii 2026? Yaani tunazungumzia labda 2030. Unamwona MC Mfupi akiwa wapi au unamuonaje wewe? Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ninaamini. Kwa sababu kitu cha kwanza ni kuamini. Ukiisha amini nenda kafanyie kazi. Hatumuombi Mungu naomba chakula huku tumelala. Ashusha hata punje ya mwili. Huwa tunamuomba Mungu naomba chakula huku na kitafuta, na Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Ni kweli. Ndoto yangu nairudia tena, nishawahi kusema na sehemu nyingine, MC Mfupi namtamani siku moja kumuona MC wa kimataifa. Sio awe MC namba 1 Tanzania au wapi, awe MC wa kimataifa.
So naona miaka mitano ijayo, kwa miaka mitano, kwa sababu ni karibu sana, naona MC Mfupi ana kampuni kubwa sana ambayo tayari ameshaianzisha, Mfupi Entertainment. Ndani yake ameajiri vijana wa kutosha. Ile kampuni una uwezo ukailetea sherehe yako ikawa imeisha. Yaani wewe katafute ukumbi tu, kila kitu kitakuwa covered by Mfupi Entertainment. Kwa hiyo natamani baada ya yani kutoka leo miaka mitano ijayo, unapokuja kwa Mfupi Entertainment, we njoo tu niambie sherehe yangu ina watu 300, mimi nitakwambia watu 300 weka milioni kadhaa, kaendelee kutafuta suti na nini na nini na maisha mengine. Kwamba maana yake tunasema unaweza kuona ukawa rais. Yaani unalenga baada ya miaka mbeleni kuwarahisishia watu kuto kuwaza sana sherehe, kufanya mambo. Nimegundua watu wanaumia, nimegundua watu sherehe zinawaumiza sana vichwa. Yaani anaumiza mara vinywaji. Wewe niambie tu sherehe yangu ina mchanganyiko, vinywaji moto watu kadhaa, vinywaji baridi watu kadhaa. Niambie sherehe yangu nataka iwe ya, kwa sababu mimi nitakuwa pia na package, sherehe ya kati kwa hivi, sherehe heavy kwa hivi, ya chini kwa hivi. Kwa hiyo ukija tutashauriana sherehe yako. Baada ya hapo haina haja ya kuwa tana kitu kingine chochote. Wewe kaangaike tu na kutafuta sare huko, sio nini. Sherehe kwangu imeisha. Ila nitakuwa nahakikisha hiyo sherehe yako inakuwa ya kihistoria. Mimi nakuwa mzabuni wa hiyo sherehe. Yaani inakuwa sherehe ya kihistoria. Itahudumiwa na Mfupi Entertainment kuanzia kila kitu, kula, mapambo, sijui nini. So hiyo ni ndoto yangu, na najua kwa kupitia hiyo ndoto pia nitaajiri vijana wengi watakuwa nyuma yangu, kwa sababu mimi naamini watu wamenifikisha kuwa hapa, basi na deni kwa watu kuwasababisha wa vijana wengine pia wawe proud na MC Mfupi. Na kwa sababu una malengo hayo, hata Mungu atakubariki, kwa sababu kuna watu inawezekana riziki zao zipo mikononi mwako. Amina. Wanasubiri uanze, ukishaanza na wao waweze kupata chochote kitu kupitia mikono yako na kazi yako na kupitia kampuni yako ambayo ni ya Mfupi Entertainment. Tumuombe tu Mungu, kila kitu kinawezekana. Yaani huwa naamini kama nilitoka 0 saizi nipo 10. Naamini kabisa Mungu kunitoa 10 kwenda 100 kwake ni easy sana, kwa sababu hakuna linalomshinda Mungu. Lakini Mungu anawabariki wale wanaomwamini na kupambana. Sasa hiki ni Kiti cha Ukweli, na leo tulikuwa na MC Mfupi, na tutaenda kumalizia maswali mawili ya mwisho ambayo hayatalenga sana kwenye kazi yake, lakini anaweza kawa analenga kwenye kazi yake, ambayo atatujibu hapa, na tutafunga kipindi chetu, podcast yetu ambayo inaitwa Kiti cha Ukweli. Sasa tuna maswali mawili ambayo nataka tukuulize. Swali la kwanza ni kwamba siku ukiwa na sherehe huwa unaiandaje, au hiyo siku yako huwa inakuaje, siku ambayo labda unajua kabisa usiku au labda mchana au muda wote nitaingia ukumbini kwenda kusherehesha? Bwana, mimi sherehe zangu zote naweza nikasema huwa naziandaa tangu siku nimepewa ile kazi. Yaani mimi saizi ukisha nipa kazi, umelipa advance, nimeisha ijaza kwenye diary yangu kwamba hii na kazi ya mtu fulani, maandalizi huwa yanaanza siku hiyo. Kwa sababu huwa natamani siku ya tukio nifanye kitu kikubwa cha tofauti. Kwa hiyo huwa naanza kucreate vitu vingi sana kichwani kwamba ili sherehe iwe tofauti nifanye nini, ili iwe tofauti na ile nifanye nini. Kwa hiyo naanza kutafuta idea. Nachomshukuru Mungu kwa sababu hiki ni kipaji changu. Idea huwa zinakuja, yani kwamba hii nitafanya hiki. Maandalizi yanaanzaga siku hiyo. Japo zinapofika siku 3 kabla ndo nakuwa sasa serious na hilo tukio, kwa sababu nakuwa na matukio mengi. Hilo nalipaga kama siku 3 au 2 kwamba hili nitafanya hivi na hivi, nitakaa na maharusi, tutashauriana hiki na hiki. Kwa hiyo ikifika ile siku ya tukio, kwanza mimi sikudanganye bwana, sherehe nazipenda. Yaani ziko kwenye damu. Kwa hiyo huwa naziota hadi kuziota. So mimi ninavyoamka asubuhi akili yangu yote ipo kwenye tukio langu. Huwezi amini mimi saa 12 niko ukumbini. Kwa hiyo nikiamka asubuhi, cha kwanza nitaoga na kila kitu, maandalizi pale nyumbani, ila akili yangu kwenye tukio. Nitapandisha eneo langu la tukio, nitaangalia vitu vyangu kama sound nini vyote vimekaa sahihi. Mchana kabisa huwa sipendi kupata shida. Saa 12 niko ukumbini kuhakikisha mgeni wa kwanza ananikuta pale, ili nijue leo tuna changamoto gani, leo kuna nini, kwa sababu mwisho wa siku unakuta labda uliongea na maharusi na wazazi, lakini wageni wetu wanatofautiana. Ukifika mapema wageni tu wanavyoanza kuingia, unajua hawa leo inabidi niende nao huku, hawa leo niende nao hivi. Kwa hiyo of course mimi siku ya tukio sitaki ratiba nyingine zaidi ya hiyo tukio. Yaani hata uniambie siku kuna kikao, siku kuna nini, hiyo siku mimi akili yangu yote nataka ifocus kwenye tukio ili liende kwa ubora na kwa uzuri. Kwa hiyo iko hivyo. Huwa napenda kuwahi kusoma watu,
hivi kujua hiki kimekaaje, hiki nini, sherehe yangu ya leo niendeshaje, kwa sababu kuna sherehe zingine unafika tu ukumbini unakutana na watu toka walikotoka huko wana vijola mkononi, unajua leo hawa Waswahili hawa leo na unajua sasa kulingana na aina ya watu ambao niko nao, maana yake andalie nyimbo za aina hii, yaani uzuri kwa sababu sherehe zote tunakuwa ushazifanya, alafu una DJ wako mmoja. Kwa hiyo Pepe mwambia bwana, leo tunapiga namba 2 leo tunaondokea gia namba 2, ila leo hao watu walivyo mpaka muda huu tunaenda na gia namba 1. Pamoja na kwamba ulishaongea na familia ikakuelekeza watu wao na nini, lakini mwisho wa siku uhalisia tunapata site. Kwa hiyo mimi siku ya sherehe toka asubuhi mpaka usiku akili yangu ipo kwenye sherehe na vitu vyote nitavifanya kwa ajili ya sherehe. Kwenye stori nyingi sana za watu kuna kazi ambazo oga zinaorodheshwa kama hao watu wanazofanya hizo kazi ni wahuni, ikiwemo wapiga picha, ma DJ, bodaboda, na nyinyi MC mkiwemo kwenye hiyo list. Sasa nako tuambie hii imekaje wewe ukisikia, au imekaje kwenu nyinyi? Hiyo bwana sio kweli. Ila niseme hivi, hakuna kazi yoyote inayofanya mtu awe muhuni. Isipokuwa uhuni ni tabia ya mtu. Kitu ambacho wanatakiwa watu wajue, MC awe mwanamke au awe mwanaume. Akiwa mwanaume MC ana tabia kama wanaume wengine. Na akiwa mwanamke MC ana tabia kama wanawake wengine. Tofauti yao ni hii moja. Ina saundi vipi? Kitu akifanya mtu maarufu kina saundi zaidi kuliko akifanya mtu ambaye sio maarufu. Kazi yetu ni ya kuonekana mbele za watu. Tunapata umaarufu, watu wanatufuatilia, wanatuona na nini. Kwa hiyo hivi saa hizi ukisikia MC Mfupi amefumaniwa, habari yake ni kubwa kuliko tu jamaa wa mtaani akifumaniwa. Ila kufumaniwa ni kule. So sisi sio wauni, isipokuwa kwa sababu tunaonekana na tunafahamika. Tunachokifanya sisi ndio hicho wanachokifanya watu wengine. Kwa hiyo kama mtu ni muhuni ni yeye, ila sio UMC. Kwa sio kazi, yani ni yeye tu, yani hiyo ni personality yake, ila sio hiyo ni yeye. Asizingizie kwamba ni kwa sababu ni ya UMC ndio maana. Kwa sababu kuna watu wanauana, tunasikia kabisa watu wameuana kwa sababu ya mapenzi. Jamaa kamfumania sui nani. Kuna watu saizi ukifika kwa mfano unakuta mji labda wa Iringa au Nyanda za Juu Kusini, unakuta ndio inaongoza kwa kuwa na ukimwi. Kwa takwimu zinazotolewa na watu wa afya, kwamba Njombe, Iringa kunaongoza kuwa na ukimwi. Lakini ukifuatilia wenye ukimwi sui nini, yani sio ma MC wote. Kwa hiyo unajikuta kwamba hivi vitu sisi kwetu vina sound kwa sababu ya title yetu, lakini sio kweli. Wanaume kama wewe ni malaya ujue tu ni wewe, sio UMC wako. Isipokuwa tu ni vile ita sound tofauti. Na ndio maana jiulize, Zuchu amepata mtoto juzi. Mji mzima umejua. Niambie waliopata watoto juzi wangapi nchi nzima? Ni wengi sana. Hata ile tu hospitali walikuwepo wengine pia. Kwa hiyo ndio utajua tofauti ya ukiwa maarufu na usipokuwa maarufu. Sasa Zuchu angefanya, mume wake watu wanamwataki sana Diamond, kwamba Diamond ni muuni sana. Lakini ukute matendo anayofanya Diamond ndio wale wanaofanya jamaa wa mtaani. Tofauti yake ni kwenye kusound tu, kwa sababu huyu ni mtu maarufu. Huyu ni Diamond. Kwa hiyo sisi MC jamani, sisi sio wahuni, ila sisi ni wanaume kama wanaume wengine. Na ukimkuta MC mwanamke ni mwanamke kama wanawake wengine, ni hivyo tu. Hili sasa ni swali la mwisho kwa ajili ya mtu ambaye labda anapitia changamoto fulani, au labda anatamani kupata, naweza nikasema ni kama motivation. Wewe hapo ungekutana na wewe wa miaka 10 iliyopita au miaka 5 iliyopita, ungejipatia ushauri gani ambao unahisi labda ungekuwaisha kufika hapa ambako umefika hivi sasa hizi? Usikate tamaa. Ni hicho tu. Kwa nilioyapitia miaka 10 mingapi huko nyuma, ushauri ambao nitampa mimi au ningetamani nipewe kwa wakati ule, ni usikate tamaa. Bro, mimi nimepitia mengi sana mpaka kufika hapa. Mengi sana. Vizuizi vilikuwa ni vingi sana. Japo ninachomshukuru Mungu, mimi kila kizuizi kilikuwa kikija nikikiruka ni fursa. Hicho ndo mpaka leo namshukuru Mungu. Kwa hiyo usiogopi vizuizi. Mimi naanza UMC, nakutana na watu wananipenda, naanza sasa kushika mic, watu vikwazo vinaanza. Unakuta hadi MC wenzako wanakuwekea vigingi. Huyu MC huyu tapeli huyu MC yani hivi na hivi. Unalishinda hilo, watu wanaona sio tapeli. Baadaye unakuta MC anakuambia
Kwa MC gani yule wewe? Kwani anafanya sherehe ukumbi gani na sherehe ya nani? Ukiangalia kweli unafanya sherehe vijijini, mjini vile visherehe vidogo vidogo. Inakupa hasira. Huyu anafanya sherehe kubwa, yeye anafanya kama nani? Anatumia mdomo gani? Unapambana unaingia na wewe kufanya sherehe kubwa. MC hana hata usafiri. Shida ni usafiri tu. Inakupa hasira, unapambana. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana MC au wadau wetu wengine. Kadri wanavyokuwekea vikwazo, kila unavyoviruka ndivyo unasonga mbele. Kwa hiyo ningekuwa mtu kukata tamaa bro, ningekuwa nimekata tamaa na MC niliachana nao. Kwa sababu ilivyo, hakuna mtu anayependa kwenye kazi yake akaona mtu mwingine ananyanyuka anakuja pale mbele. Kuna mtu aliniambia mtu pekee anayefurahi mafanikio yako ni mzazi wako tu. Yaani mzazi ndo anafurahi kuona unamzidi mafanikio. Unajua mzazi akiwa na nyumba moja afu mtoto wake akawa na nyumba 10, kwake ni proud. Ila sio jamii zetu hizi. Sio walimwengu. Kwa hiyo walimwengu unapokuja atakupokea vizuri sana. Atakupokea vizuri sana. Lakini akiona unamuovertake. Bwana. Kwa hiyo mimi nitamshauri mtu anayeanza leo au miaka 10 iliyopita, kama mtu angenishauri, angenipa tu ushauri usikate tamaa. Hata nafikiri si ni Bahati Bukuku alituimbia kabisa. Unapoianza anasema unapoianza safari wanakutia moyo. Ukionyesha mafanikio tu tayari kinakulamba. Sasa wewe wabongo sio watu. Na ukiangalia hata haya maneno tunayosema mtaani, watu wanatusema labda huyo msimu huni, huyu sini, mpaka sasa hivi mimi nimekuwa sugu kwamba sidhani kama kuna neno ukifuatilia kiundani chachu ya hayo maneno unakuta ni psycho yako, ni wale watu unaofanya nao kazi. Point tumshushe pale. Unakuta muda mwingine anataka kushusha hata sio MC au afanye hiyo kazi labda. Yaani mpaka unashindwa kuelewa sasa huyu anataka nishushe ili wewe. Au ni wachache sana. Bro, mimi nakwambia ni wachache, tena wanakuwa wamepandikizwa. Wengi ni wale ambao mnakuwa field moja. Wengi ni wale ambao, yani ukisikia saizi mtu anakuja, yule jamaa yule video zake chafu sana. 80% kama hafanyi hiyo kazi ya video, basi kuna mtu wa video amemtuma. Target ni yule jamaa ana kazi chafu, twende kwa mtu mwingine. Lakini sasa mwisho wa siku wateja wetu, ndio maana hata mwanzo niliwashauri wawe watu wa kujiridhisha. Ni kweli kamera yake chafu, njoo piga picha. Alafu utoe comment kwamba nilichoambiwa ni kweli bwana, huyu jamaa ana kamera mbaya. Kwa hiyo watu hapo, mtu anaweza akakuchafua hapa mjomba, hadi wewe mwenyewe kuna maneno unasikia hadi mwenyewe unashtuka ujue. Mapya story yako mwenyewe na mwenyewe ujue. Mimi shawahi kuna kipindi kwa nakasirika, unasikiza maneno yanakushtua mpaka kwamba huyu anayezungumza hapa ni mimi au kuna mtu mwingine. Yaani hadi wewe mwenyewe unajiogopa. Lakini mwisho wa siku unagundua kwamba niko kwenye njia sahihi. Mimi wanajiuliza, unakuta kuna MC 120. Kwa nini nisemwe mimi? It means I have something. Na kitu. Kama huna kitu bro, hamna mtu anayekusema. Ushawahi kuona kichaa watu wanahangaika naye? Anaokota makopo watu wanahangaika naye. Sasa tule kichaa hivi na hivi. Ila ukishaanza kuona yule bwana yule, hapana yule bwana yule, tafsiri yake kuna kitu. Shikilia hapo hapo. Hicho hata mimi mtu ningemshauri, usikate tamaa. Vita ikiibuka, ukiona tu inaibuka ndio kukua. Ila wewe ukiona unafanya kazi miaka 10, 20, hamna hata majungu, hamna nini, wewe hujakuwa bado, uko down. Okay, kwenye maongezi yetu au stories zetu ambazo tumepiga leo, ambazo nafikiri mtazamaji amejifunza mengi sana kupitia wewe. Ulituambia kwamba before hujawa MC ulikuwa pia una rap. Sasa hebu tupe kionjo kidogo ulapu kabla tujaweza kufunga hichi kipindi chetu. Yaani kabla tujamaliza tunataka tukusikie unavyo lapu. Enzi hizo nikiwa naitwa Final J, kabla MC Mfupi. Kijana yule badilisha majina. Nikiwa shule hapo ndo rapper bora wa shule, Final J. Ngoja nikupe vitu sasa. Marapa mkae vizuri, msije mkakuta nimeachana na MC nimekuja huko. I look on the sky, na kiona kiama kinashuka kwenye uhai. Kila kilichotabiliwa sasa kimesha wathiri. Mimi nakiri binadamu hawafai, bora afya jafari kuliko kukosa mali. Utu uko wapi? Unaniwinda na manati, unaiokoa ngozi kumbe roho ni mauti. Wanateseka sote, anauliwa sope bila kosa lolote. Kibaya ni ulimwengu, wabaya so walimwengu. Naongea kwa machungu, nakiri haki ya Mungu. Sheria imekuwa kipofu, inamwacha mwovu, inamkamata mchovu. Sababu mfuko mbovu, naonekana mbumbumbu na uku haki
haki yangu, au nishike lungu ni watetee wenzangu. Fanani mkereketo anatoa kwenye vibweka, kisha na wakumbusha kwamba dunia imekwisha. Shika msaafu, kumbatia Biblia, piga yowe kwa mora, kiyama kimewadia. Najua mtajiuliza mimi padri au she, shika linarofari, si rofari potezei, ila moyo unavuja jasho napoyaona haya. Bado nafiri mateso, hali imekuwa mbaya. Namuona padri anabaka, she anakaba, muumini kawa kahaba. Da, na shauti baba, shusha neema na msaada. Anga zimechafuka anga zimechafuka, mabomu yanalipuka, dunia uwanja vita, na huku imeandikwa tupendane. Imekuwa vice versa, tugombane. Soko la malaya lina increase, ibada kwa Mola ina decrease. Wanaume wamekuwa mashoga, anatoa sehemu ya boga. Mimi napata uoga, dhambi ya stawi kama uyoga. Nakosa usingizi, ngao imekuwa ilizi. Shetani katawala dunia, watu wanamsujudia. Hizi dalili za kiyama kimewadia. Wewe tukikuchekea wewe unarudi studio. Wewe ubaki huko, tukikuchekea utaenda studio. Huko wakizubaa tu. Niko ndani huko. Mara wewe unaangalia video zako, nafikiri nitawawekea pia. Kwenye huo unaimba sana kwenye wakati unasherehesha kwenye MC. Wewe unaimba na nafikiri nitawawekea, wataona wenyewe ambapo wao wanasherehesha. Na watu waga wanafurahi sana. Na nafikiri labda kuna wengine kama haoni ukiwa umeshika mic, anaweza kahisi labda ile ni recorded. Kama nilivyosema, mimi sanaa iko kwenye damu, na nimeimba sana nikiwa shule, wapi. Kitu kiniuliza nachokipenda sana, napenda sana mziki kwenye shule. Yaani ndio maana mimi niko tayari niendeshe matukio yangu chap kwa haraka, ila watu wapate mziki, kwa sababu naupenda, afu na ufeel, afu unakuwa kwenye damu. Ndio maana mimi kwenye kitengo hicho bwana usiniguse. Yaani kwenye kuwaburudisha watu, hasa kwenye kipengele cha mziki. Ndio maana sherehe nyingi za vijana mtagombana nao tu, lakini watakwambia bwana sisi MC wetu ni mfupi, kwa sababu kwanza tutawapa vibe, nje ya vibe kupanda na hizo nyimbo. Mimi kwangu ni kitu cha kawaida, kuimba kwangu kitu cha kawaida, kutengeneza vitu kwenye nyimbo kitu cha kawaida, na mziki ni maisha yangu. Ndio maana hata sikianza sherehe nitakwambia bwana nataka kwanza ka clip fulani ili kaniweke vizuri, yani ili akili yangu ikae sawa, lazima nipate ka clip fulani ka nyimbo, yani nikimba pale ndo kila kitu kinakaa fresh. Bwana mimi nikushukuru sana, tumejifunza mengi kupitia wewe, nikiwemo mimi na watu ambao wanatazama. Umekuwa mgeni wa kwanza kwenye podcast yetu ya Kiti cha Ukweli, lakini natumai ambao wametazama mwanzo mpaka kufikia hapa sasa wamejifunza mengi, na yule ambaye anatamani kuwa MC nafikiri pa kuanzia tayari ameshapapata. Na kwa sababu umetoa uwanja mpana kwamba wewe unapokea simu, labda ungetaja namba za simu ili iwe rahisi kwa mtu ambaye anakutaka. Labda kuna yule ambaye anatamani yeye ajifunze mmoja, kuna ambaye atataka labda akupe kazi, kuna ambaye atataka umpe ushauri, kwa sababu wewe tayari ushatangulia hatua kadhaa mbele kuliko mtu ambaye anaanza saizi. Kwa hiyo unaweza ukataja namba za simu ili mtu aweze kujua anakupataje direct, kuachana na ile labda kwenda kutafuta kwenye social media, kuandika labda message Instagram au labda na kwingine. Kwa namba yangu official kabisa ya kazi hiyo, masaa 24 ukipiga MC Mfupi unampata 24 hours. Ni 0759 90 49 71, 0759 90 49 71. Hiyo masaa 24 ukipiga unampata MC Mfupi mwenyewe, sio mtu mwingine. Sasa bado tunakushukuru sana, na tunakushukuru na wewe mtazamaji ambaye umeweza kukaa na sisi mwanzo mpaka mwisho wa hii podcast yetu ya Kiti cha Ukweli. Unaweza ukasubscribe hapo chini, ukabonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zijazo, kwa sababu mambo yajayo yanafurahisha na unaweza kujifunza vingi zaidi ambavyo umejifunza leo, lakini pia kuna vingi vizuri ambavyo vinakuja. Stay tuned, usisahau kusubscribe, kushare linki kwa watu wengine waweze kuangalia video yetu, waweze kujifunza mambo mengi sana ambayo yanahusiana na utafutaji. Hizi mbinu unaweza kuzitumia sio tu kama ukiwa unataka kuwa MC, lakini kwenye kitu chochote, kwa sababu tumejifunza hapa kwamba hatutakiwi kukata tamaa. Nafikiri hakuna kazi yoyote ambayo inaruhusu wewe uweze kukata tamaa. Kazi yoyote au kitu chochote ambacho ukikata tamaa hauwezi kufika mahali ambako unataka. Nikutakia siku njema. Jina langu ni Joseph Kileka na hii podcast yetu ipo powered na Yoma Pixel Studio, ambao tunajihusisha na masuala ya kupiga picha na kushuti video kwenye mashughuli na matukio yote, ikiwemo interview kama hii ambayo unakuwa ukitazama. Namba zetu za simu sisi tunapatikana kwa 07 56 80 16 94. See you. Yo, amen.